19. Matendo ya Mitume sura 19 ule mstari wa kwanza. Matendo ya Mitume sura ya 19 ule mstari wa kwanza. Tumefika au bado? Okay, twende. Ikawa Apolo alipokuwa Korinto, Paulo akiisha kupita kati ya nchi za juu, akafika Efeso. Akafika wapi? Efeso. Akakutana na wanafunzi kadha wa kadha huko. Akawauliza. Aliwauliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wakajibu, la, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia. Manake walikuwa sio kama mtu hajasikia habari za Roho Mtakatifu, manake hajasikia habari ya mauti ya Yesu, hajasikia habari za kufa kwake, si mauti ya Yesu, habari ya kuzikwa kwake, habari ya ufufuo wake, si ndio? Okay? Paulo akarudi akashangaa. Mje hata tukusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu, hatukusikia. Mstari wa 3. Akauliza, basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Wakasema kwa ubatizo wa Yohana. Kwa ubatizo wa nani? Ubatizo wa Yohana walikuwa wakizamishwa wapi? Kwenye maji. Okay? Anasema okay? Aha. Paulo akajua ya kwamba Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba, akiwaambia watu wamwamini yeye atakayekuja nyuma yake. Sio kwamba wamwamini Yesu, wamwamini yeye atakayekuja nani? Maana yake ulikuwa ni utambulisho kwa habari ya Yesu na sio kwa habari ya wokovu. Come on. Ubatizo wa Yohana hauhusiani na wokovu, ila ni kulikuwa kwa ajili ya kumtambulisha nani? Yesu, kwamba atakuja kuleta wokovu. Angalia mstari unaofuata, anasema amini atakayekuja nyuma yake, yani Yesu. Mstari wa 5, waliposikia haya, maana yake alianza kuhubiri habari njema sasa, habari za wokovu, habari za mauti ya Yesu, habari ya kuzikwa kwake, habari kwa nini Yesu alifufuka katika wafu. Waliposikia, mstari wa 5, waliposikia haya wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Wakabatizwa katika jina la Bwana Yesu. Unabatizwaje katika jina la Yesu? Unaamini katika ubatizo wa Roho Mtakatifu ambao ni mauti yake, kuzikwa kwake na kufufuka kwake. Glory to God. Amen.